kupambana na watu wa bid'a, lakini pia na yale makundi yote ambapo yalikuwa yanafanya dini kinyume na vile ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha. Lakini pia tunafahamu kwamba kwa taasisi ambayo mlianzisha umefanya kazi kubwa sana, hasa kujenga vituo vya elimu, mashule, lakini na mahadi za wanawake na za wanaume, vijana wadogo. Hivyo ni kazi kubwa sana, lakini bado kunakuwa na upinzani kutoka nje, lakini pia hata ndani kwa Waislamu wenzetu. Wewe ulikuwa una upokeaji kwa kipindi hicho, na ulikupa vipi changamoto katika kazi yako ya dawa? Naam, kweli changamoto ilikuwa kubwa sana, kwa sababu hali ambayo tumeikuta sisi wakati tumezaliwa ni hali ya Uislamu mchanganyiko, yani kwa maana kwamba ule Uislamu hasa aliofundisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kiasi kikubwa ulikuwa umepotea, kwa sababu watu walichanganya. Labda hawa waliokuja kutuletea Uislamu mwanzo walikuja wakawakuta watu na baadhi ya mila zao na desturi zao, labda katika kuenda nao pamoja wameona wachukue baadhi ya zile mila. Kwa hiyo Waislamu wengi katika nchi hii utakuta Uislamu wameuchanganya na mila na desturi. Sasa hili ni jambo ambalo halikubaliki, kwa sababu dini hasa mila ni ya Ibrahim alayhi salam, ambayo ndio mila ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi tumeambiwa kwamba mila au desturi yoyote inakwenda kinyume cha mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inatakiwa iende pembeni. Lakini bahati mbaya kuna mila nyingi hapa ambazo nyingine za mambo ya kishirikina, mambo ya uovu machafu yameingizwa katika Uislamu au yanafanywa na baadhi ya Waislamu, na bahati mbaya walikuwa mashekhe hawaambii watu. Mfano, katika mambo ambayo yanafanywa na baadhi ya ndugu zetu wa kabila la Wasambaa ambao wako karibu hapa na Tanga, ilikuwa mwanamke akifa na kama kaacha kaka mtu yule mumewe ana kaka yake, basi hurithishwa yule mwanamke bila kuozeshwa. Yani anapewa kwa nguvu yule mwanamke bila ridhaa yake. Na bahati mbaya anafanywa na Waislamu haya. Sasa si tulipoyaona haya ni mambo ya kinyume, ni mambo ya kuendeleza uchafu wa zinaa. Kwa hiyo tumeyapiga vita. Sasa kipindi kwa mambo kama haya tulikuwa tuwapiga vita, tulikuwa tunaonekana tunakwenda kinyume na desturi na mazoea, ndio hapo ikasimama vita dhidi yetu. Kwa hiyo tulipata vita vikubwa dhidi yetu kwa mashekhe ambao walikuwa wanayaona kwamba haya mambo ni mambo ya kawaida. Uislamu tunajua, mfano katika masala ya mazishi umepiga vita. Hata haya madhehebu ya Kishafi utakuta yamepiga vita mambo ya matanga, mambo ya 40, mambo ya nini. Lakini sasa watu mazoea yamekwenda wanayafanya mambo yanaonekana mambo ya kawaida. Sasa sisi tulivyokuja kutaka kuwarejesha watu katika njia ya sawa na kuwaleta katika maendeleo ya dini yaliyokuwa ya kweli kabisa, ndio hapo tulipata vita. Vita vilikuwa vikubwa mpaka baadhi ya wenzetu ambao tumemaliza nao hali ilikuwa ngumu, ilibidi wahame miji waende maeneo mengine. Lakini Mungu alijalia, mimi binafsi nilifanya thabati kubwa sana, nilikubali aina yote ya matusi, bali ilikwenda katika matusi tumefanyiwa mpaka na watu waimba ngoma, watu wa gita mfano, wametutukana na kutuita majina matusi mabaya baya. Mimi binafsi nimeitwa mwanaharamu tena kwenye ngoma. Lakini Mungu akajalia jambo la haki. Niliwahi kutoa muhadhara wa haramu wa ngoma, basi ikawa sababu ile klabu ya gita ya ngoma hikuchukua wiki mbili imekufulia mbali, bali na vishindo vingi vilivyokuwa vyafanywa vya maovu vimeharibika kwa kiasi kubwa sana, vimeachiliwa mbali. Angalia jingine ambalo tulifaulu, mbali ya kueneza tauhid, tulikuta kina mama maskini wanavaa stara lakini nusu. Aina ya mabaibui waliokuwa kivaa Waislamu walikuwa yani takriban miili yao iko. Lakini Mungu akajalia tukawa na baadhi ya wasichana walikwenda kusoma nje na hapa Nairobi, wakaja na vazi la hijabu ya kisheria pamoja na niqab. Hata nakumbuka kuna binti mmoja alikuwa akija kufundisha pale msikitini kwetu 19, kavaa full hijabu na niqab. Akipita pale barabara 18 unaita Mbuyuni, walikuwa wakimtania, ninja huyo, ninja. Wakati kumeingia picha moja inaitwa ninja,
ninja. Yule binti alikuwa anakasirika sana kwa kuwa anadhalilishwa, wengine wakipita masokoni wezi wa miogo hao na nini. Lakini angalia, baada ya kueneza hili neno likawa watu wameelewa kwa dalili kwamba hili ni agizo la Qur'ani, jamaa, sio maneno ya mtu. Alhamdulillah, leo ukienda hata hawa ambao sio watu wa sunna, wanawake nao pia wanavaa hijabu na niqab. Na mtu yote aliyewahi kuhudhuria katika mji wa Tanga, akitembea katika miji anaona yani stara imekuwa ni kubwa sana. Kwa hiyo tuwashukuru, hizi changamoto kwa kiasi kubwa hivi sasa zimeondoka kwa kiasi kubwa sana. Unaona, tunashuhudia ya kwamba kipindi ambacho mlikuwa mnafanya dawa na sasa hivi kuna mabadiliko makubwa sana, hasa ya kiteknolojia. Sasa hivi mitandao ya kijamii imekuwa ndio mashehe, imekuwa ndio wazazi, na vijana wengi wanatumia muda mrefu huko. Sasa unadhani mitandao hii ya kijamii ni hatari kubwa sana kwa jamii ya sasa, ama pia inaweza kuwa na faida kwa upande mwingine? Ni swali zuri kwa hakika, kwa sababu kipindi tumeanza kufanya hii dawa, bado Mungu alijalia, bado katika miji yetu hii haijaingia teknolojia ya mitandao ya kijamii. Mitandao ya kijamii nafikiri, sidhani kama ina miaka zaidi ya 20, lakini kabla ya hapo sisi tulikuwa tukifanya dawa, ile dawa ya kizamani ambayo ilikuwa sana kitu cha kiteknolojia kilichokuweko ilikuwa radio, unaona, ambayo imetangulia kuingia katika nchi tangu wakati wa uhuru. Lakini hii mitandao ya kijamii imekuwa ni moja ya njia ya haraka sana ya kueneza mema au mabaya. Kwa ufupi ni kwamba hii, kama wanavyosema Waarabu, mitandao ya kijamii ni silaha dhati alhadaini, yani silaha yenye ncha mbili. Kuna ncha ya uzuri na ncha ya ubaya, unaona, yategemea matumizi. Hii inaweza ikatumika kwa njia ya wema ikaleta wema, na ikatumia katika njia ya ubaya ikaleta ubaya. Bahati mbaya walio wengi walioingia huko, pamoja na kwamba haya mambo yameanzishwa na makafiri kusema kweli, kama vile unaona ndege zimeanzishwa na makafiri, magari, lakini twazitumia katika njia ya kwenda Maka. Leo watu wengi mahujaji wanakwenda Maka kwa kupitia ndege, kwa hiyo ni faida kwetu sisi. Hivyo na mitandao ina faida ikitumiwa kwa njia ya faida. Bahati mbaya kwamba Waislamu ni madhaifu katika hii mitandao ya kijamii. Kwanza ni kwamba wengi hawajaingia kutokana na hali za kiuchumi. Utakuta vijana wengi hawamiliki hizi smartphone wanaita au simu janja, na hata akimiliki mara nyingine masala ya kununua MBs, mabando haya imekuwa ni shida kubwa sana. Kwa hiyo ukiangalia utakuta wasoko Waislamu wametawala kwa kiasi kubwa. Ndio maana hivi sasa utakuta wakitaka kuzusha jambo la kuleta taharuki, mara moja tu wanafanya, na linaathiri mara moja katika jamii, kwa sababu wao wametawala. Unaona, makafiri kwa ujumla wao duniani wametawala hizi nani. Wakiamua kuleta shari katika nchi, shari inaingia. Wakitaka kuifanyia kheri nchi, kheri inaingia. Kwa hiyo sisi kama Waislamu tunatakiwa tuingie na sisi tupambane na aina ya batil. Na hizi ni fatwa za wanachuoni wetu. Mara kwa mara mimi nataja fatwa Shekhe Mungu amrehemu, Shekhe Muhammad Saleh Al-Uthaymeen rahimahullah, amewahi kuzungumza zahimu ahla al-batili bil internet, yani pambaneni na watu wa batili kwa njia ya internet. Mimi nashukuru, pamoja na utu uzima wangu huu, nimeona ni njia moja sahihi ya haraka kabisa ya kuingia kwenye mitandao. Bahati mbaya Waislamu wengi hasa vijana wameona kwamba mimi kwa kuingia kwenye mitandao nimefanya makosa. Kuna wengine unakuta kwenye komenti zao wanazungumza maneno ya ajabu ajabu, kwamba wewe mzee unatafuta nini hapa? Wenzio wote wako misikitini, wewe umeingia kwenye mtandao. Haya mambo ya vijana wahuni na nini? Mimi jawabu langu nawaambia, sasa mkiachiwa nyote nyi wahuni humu ndani, nani atawakosoa? Nani atawanasihi? Kwa hiyo acha tuingie, na ni katika maagizo ya mashekhe wetu, na watajia kauli ya mwanachuoni Sheikh Al-Uthaymeen rahimahullah. Kwa hiyo
kwa hakika mimi binafsi nimeona athari, watu wengi wanaathirika katika dawa yetu, wanaelewa, na nahimiza wenzangu pia mashekhe waingie ili wafikishe ujumbe. Leo shari imekuwa kubwa mno, kwa hiyo kama shari haipatikani kuizuia, unaona, ambalo ni jambo la wajibu kwetu sisi Waislamu. Sisi tumeitwa khaira ummatin ukhrijat linnas. Kwa nini? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kuamrisha mema na kukataza maovu ni kila mahala. Yani isiwe kwamba hii njia tumejitoa tunasema hii tuachia wenyewe makafiri waendelea. Hii sio kauli sahihi, unaona. Na kimatendo tunaona kweli ni jambo tukilifanyia kazi katika hali hii tunaosema ya kuingia kwenye mitandao, basi tunaona matunda yanapatikana haraka. Naam. Na hapo kwenye kujibu zile comments na kuamiliana na wale watu kwenye mitandao ya kijamii, huwa mara nyingine tunaona baadhi ya vijana wanatumia lugha chafu, na hasa ukizingatia kwamba wewe unaweza kuwa ni sawa na baba yao, lakini wanatumia lugha ambazo si nzuri. Labda ile huwa haiwi ni changamoto kwa upande wako, kwa familia, lakini wakitizama na wakaona kwamba wale watu wanajibu kwa namna ile, ila pia wewe kwamba labda ulikuwa na uwezo wa kuwashtaki na mwingine au kuwachukulia hatua, ila ufanye hivyo ni kwa sababu gani? Hii ni changamoto ya Waislamu wote kwa ujumla, wala si yangu mimi. Na mimi nikiingia ni mmoja katika Waislamu, naiona hii changamoto. Lakini hii changamoto ukiangalia ni lile baa au tatizo ambalo anazungumzwa hata na wanasiasa hivi sasa, kwamba maadili yameanguka. Yani hivi sasa utakuta hata wanasiasa wanawaomba mashekhe na mapadiri au viongozi wa dini nyingine kuzungumzia kuhusu mpomoko wa maadili. Yani kwa hakika maadili yamevurugika sana, na moja ya sababu ya kuvurugwa maadili ni hii mitandao au teknolojia hivi sasa. Na huu utandawazi ambao umeingia hivi sasa umewafanya watu, na hizi demokrasi naambua watu wako huru kusema, wanajisemea wanavyotaka, wakati hiyo demokrasi yenyewe yasema lazima kuwe na mipaka, isiwe kwamba eti mtu uko huru unasema unavyotaka. Ndio maana sheria zinawekwa sheria za kuzuia maovu, ikiwemo ya matusi, manini. Unaona kuna sheria katika nchi zetu hizi kwamba ukitukanwa unaweza kwenda kulalamika, unaona, akaadhibiwa mwenye kutukana. Lakini sasa sisi kama madai ya walezi tunatakiwa tuwaangalie hawa watu wenye kufanya mambo haya, hasa vijana, tuwaite wagonjwa wetu. Kwa sababu mara nyingine mgonjwa aweza kapandisha malaria juu kichwani, akili ikamvurugika, akampiga kofi hata na daktari. Kipindi kile anampiga sindano akampiga kofi. Sasa wewe daktari wa kweli na unajua hali ya mgonjwa wako, kweli utasema huyu ili tumfanye tumlipizie kisasi, tumkomeke jisindano la usingizi apate kulala asiamke tena? Unavumilia, unasubiri. Na ndio maana ya da'wa, asabru ala al-adha, katika mambo ya msingi ambayo mwenye kufikisha ujumbe avumilie adha. Kweli kibinadamu kuna mengine yanatia hasira mpaka mara nyingine unajishtukizia na wewe unajibu maneno makali, lakini Uislamu hauna upole tu wa 100%. Mara nyingine ukali. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam mara nyingine alifokea. Kwa hiyo mahala panahitaji kufokewa panafokewa, mahala panahitaji upole panafanywa. Lakini upole ndio siku zote unakuwa na unawini, yani unafaulu. Kwa hiyo tunapambana kwa hali, na mpaka sasa alhamdulillah watu wamezoea. Yani walivyoona kwamba mimi naingia na faida inapatikana kubwa ndani, kupeleka makala, kutafsiri fatawa za wanachuoni, kauli mbalimbali katika mambo ya kisheria, watu wameelewa. Hata ukiangalia siku hizi akaunti zangu hazina matusi sana kulinganisha na siku za nyuma, wameanza kuelewa. Kwa hiyo tunasema kwamba aluta continue, mapambano yanaendelea kuweza kufikisha ujumbe wa haki.